Ulikuwa ni wakati wa machweo, jua likianza kutokomea. Anga yote ya magharibi ikizagaa rangi za mchanganyiko wa machungwa na zambarau kadhalika. Milio ya ngoma na firimbi ilisikika kote, kukiwa pia na nyama choma na matunda. Watu walikuwa wakiimba na kucheza, wakisherehekea utamaduni na urasi wao. Tumia kaya muna malwa, mwende kinyakani, kalole nigiriama, kuna pingano. Hii ni siku ya maonyesho ya utamaduni inayoadhimishwa kila mwaka. Mwaka huu, kaunti ya Kilifi nchini Kenya iliandaa aina yake ya kipekee ya sherehe hizi. Asante sana. Katuchi kuniricha katuchi kanazama, kuniricha katuchi kanazama, kazuchi sina kwama. Niko huku Pwani University, njooni. Sasa unataka tukutane huko? Mimi naona tutumie hii fursa tufanyie majaribio huu mtambo wetu. Miongoni mwa umati huo kulikuweko na marafiki watatu ambao walikuwa wamekuja kutazama na kufurahia onyesho hilo. Walikuwa Kilumengala, Nyavula na Mwanamoto, na walikuwa wa shule moja. Pia walikuwa ni wa kutoka mwaka mmoja wa 2024, na walikuwa na kipaji cha kurudi miaka ya nyuma, kiserengenyuma, ambacho kiliwawezesha kusafiri kwa zama na maeneo tofauti kwa kutumia kifaa ambacho walikibuni wao wenyewe. Walikuwa wadadisi na wajasiri kweli, na walipenda sana chunguza na kujifunza mambo mapya. Pia walikuwa tofauti na uhalisia, na walikuwa na laana ya kuwa wale ambao wanaweza kubadilisha ulimwengu na kufanya kuwa bora zaidi au mbaya zaidi. Naifa weru nyebe nidapenda, kuna wira uzo wadele na sengenye nzuga na kayamba, lazima nindapenda. Walitembea huku na huko na waliona mambo mengi. Waliona vibanda vya kitamaduni vilivyojengwa kwa udongo na kuezekwa nyasi na kupambwa kwa shanga za rangi na makombora ya kiasili. Pia waliona vigango vya mababu huku mila na sherehe zikifanywa. Waliona ufundi wa sanaa katika vikapu, mikeka, viungu na nakshi ambazo zilionyesha ustadi na vipaji vya watu. Ifaweru nyebe nidapenda, unawira unzo wadele na sengenye nzuga na kayamba, lazima nindapenda. Waliona pia vyakula na vinywaji kama vile ugali, nyama choma, kazora, kaimati na mnazi, ambavyo vilikuwa vya ladha tamu na kushibisha. Marafiki hao watatu, Kilumengala, Nyavula na Mwanamoto, katika pitipite yao maonyeshoni, pia waliona nguo na mapambo kama vile kikoi, kanga, kishutu, leso, hando na shanga, ambayo yalionyesha utambulisho
na uzuri wa watu. Hawe wanamba sende tawe wakiza hivi ndakala matata ila lazima tapenda. Hawe wanamba sende tawe wakiza hivi ndakala matata. Kulikuwa pia na ngoma na nyimbo kama vile chechemeko, namba, gonda, mwanzele na sengenya ambazo zilirudisha na kuwaelimisha watu. Naifa werune beni ndapenda unawira uzo wadele na sengenya nzuga inakayamba lazima nindapenda. Hawe wanamba sende sawe wake za hivi takala matata ila lazima nindapenda. Walishangaa na kuvutiwa. Aluma huo. Kibanda cha dhahabu kiko wapi tupate vishutu ama mimi tutapata mfulo nguo zile za kitamaduni bana. Nitavahando alafu tupigwe picha. Wahenga washasema bana, machamila ni mtumwa. Kazuchi kuniricha kazuchi karatsama. Kazuchi sirara kwamba undarinwa haha edunda ntsukula. Lalole uwe utieni gula. Usipojua kama mababu zetu walikuwa kila nini, wakifaa vipi, wakiwa wagonjwa wanatumia dawa gani, usipojua hivyo vitu hivyo, basi tutakuwa hatujijui sisi wenyewe bwana. Na walitaka kuona zaidi. Hata ujue kujibadilisha vipi, huwezi kushindana na unga wa ngano, mara chapati, kaimati, mara hamri, mara. Waliamua kuingia katika moja ya vibanda vya kitamaduni ili kuchunguza baadhi ya historia ya kitamaduni ya jamii hii ya Wagiriama. Wakaingia ndani ya kibanda hicho, wakamwona mwanamke aliyekuwa amekaa kwenye mkeka. Alikuwa mzee na mwenye busara na alikuwa msimulizi wa hadithi. Alikuwa akisimulia hadithi kwa kundi la watoto waliokuwa wameketi karibu naye na kusikiliza kwa makini. Kazo kitunga wakala werea na kuku. Wakala hakeye na kuku mwenga tu. Fikara hakimwambie kuku. Hakini kama serege hakimwambie kuku. Garindega kama sere na minambola vikiache benaze. Kuku akigatota goma sere kase. Alikuwa akisimulia hadithi za zamani na za siku zijazo. Alikuwa akisimulia hadithi za kweli na za kufikiria. Pia alikuwa akisimulia hadithi za kawaida na za ajabu ajabu. Alikuwa akisimulia hadithi za watu na za wanyama na utamaduni. Alikuwa akisimulia pia hadithi za machungu na za matumaini. Alikuwa akisimulia hadithi za vipaji na za laana. Kisha basi alikuwa akisimulia hadithi za yule ambaye yuko na yule ambaye hayuko. Aliwaona marafiki watatu, akatabasamu. Baada ya kutabasamu, akawakaribisha. Kisha akawaalika wajiunge naye na wakiwa pamoja na wale watoto. Aliwaalika kumsikiliza na hadithi zake. Bibi huyu aliwaalika warudie maneno atakayoyasema. Warudie na kurudia baada yake. Aliwaalika kuwa sehemu yake
na utamaduni wake. Akasema, karibuni, 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 karibu, karibu, karibu. Mimi ni Chadi, msimulizi wa hadithi. Niko hapa kukusimulia hadithi za mimi Chadi, hadithi za zamani na hadithi za siku zijazo pia, hadithi za ukweli na hadithi za kufikiria na kujitungia tu, hadithi za kawaida na pia hadithi za ajabu ajabu, hadithi za watu na hadithi za utamaduni wao na hadithi za laana pia. Chadi aliendelea kuwakaribisha wageni wake akisema, hadithi za aliyepo na hadithi za asiyekuwepo, pamoja na hadithi zangu mimi Chadi, msimulizi wa ngano. Na wewe uko hapa kunisikiliza mimi na hadithi zangu, kurudia baada ya mimi kusema na maneno yangu, kuwa sehemu yangu na utamaduni wangu utopata. Kwa hiyo kaa chini, keti, ukae na usikilize na usikilize kwa makini, na nakurudia kila mara nitaposema, na uendelee kwa nami. Je, mpo? Marafiki hao watatu walikuwa wadadisi na wenye adabu, na walikubali kuungana naye na watoto. Walikubali kumsikiliza na hadithi zake. Walikubaliana kurudia baada yake na maneno yake. Walikubali kuwa sehemu yake na utamaduni wake. Wakaketi, wakasikiliza na kusikiliza, na kurudia na kurudia na kurudia. Walirudia na walikuwa.